Naam bwana Sheikh Hamisi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam bwana Sheikh Hamisi, habari gani bwana? Habari yangu salama, mzima wa afya, sijui wewe ndugu yangu. Nashukuru. Hapa tulipo ni sehemu gani? Hapa mlipo ni Msongola. Mbande Msongola. Ndio sehemu napoishi, nafanya majukumu yangu, harakati zangu. Okay. Una umri gani? Miaka 28. Na miaka 28. Ndio. Umri wako na mambo yako kidogo yako tofauti sana. Na hii kazi unaoifanya ambapo sisi tumetoka tumekufuata wewe hapa, inamaanisha umeanza kwa kipindi gani? Zamani sana au hivi karibuni, ama ilikuwaje pia tufahamu kwa nini unafanya haya mambo pia, maana hilo pia ni swali. Ndio. Tukisema hizi kazi nimeanza kwa muda gani? Ndio. Kazi hii bwana sijaanza muda mrefu, kulingana na umri wangu wenyewe unajieleza. Kwa sababu ukilinganisha elimu na kazi ninayofanya hii ya maarifa makubwa, kama mtu mwenye elimu hii na basi amesoma sana. Kwa hiyo ukiangalia umri wangu mimi nitakuwa nimesoma lini mpaka kufanya mambo yote, lakini yote kila kitu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kunifikisha na kunijalia elimu hii. Lakini pia nimesoma kwa mwalimu wangu Shaif Teacher. Lakini hii elimu ilinichagua au hii kazi ilinichagua kwa sababu mimi nilikuwa sio kabisa kwenye njia hii. Mimi nilikuwa ni fundi furniture. Mimi mtoto nimezaliwa Keko. Nilikuwa fundi furniture, nilikuwa na mambo yangu kabisa tofauti na nilikuwa sio njia yangu kabisa. Lakini kutokana na elimu nilipenda, nikaifurahia, nikataka nifahamu kwenye kujitafuta, nikatafuta vya kutafuta, nikafika mpaka kwa Shaif Teacher, akanipa elimu hii, akanifundisha, nikaijua barabara kwa sababu likopo ili jambo lipo kwenye mkondo wangu au lipo kwenye familia yetu. Haya masuala ya kitiba, mambo ya kusaidia watu, maana alinichagua kwa sababu alikuwa nyumbani kwetu. Ndio. Lakini mimi sikuwahi kufahamu wala sikujua. Ila nilipofikia umri fulani, nakumbuka niko Dodoma nafanya shughuli za furniture, ndio nilianza kusumbuliwa na hizi kazi au na viumbe ambao walipelekea mpaka kufanya hizi kazi. Nimesumbuliwa, nimehangaika kulia, kushoto, magharibi, kaskazini, mashariki, kote. Mwisho wa siku nikaona hebu nifuatilie kwa sababu hakuna nalolifanya likafanikiwa. Ndio. Nimehangaika kwenye masuala ya kazi zangu, nimehangaika kwenye kazi nyingine, yani nipitia maisha magumu sana mpaka nilipofanya bwana acha nifatishe masuala. Ndio nikatoka nilipotoka, nikaenda kwa Shaif Teacher, nikasoma, nikajifundisha, akanitibia, akanipa mwongozo mpaka leo nafanya hizo taratibu. Japokuwa haikuwa muda mrefu sana. Ndio. Kutokana labda ili jambo mimi likopo langu, hatima yangu ilibidi mimi niwe kwenye majambo, ndio maana haikuchukua muda mrefu sana. Maana elimu ni kubwa. Nishapata maswali mengi naulizwa sana, umesoma kitabu gani? Unatumia kitabu gani? Hata mimi nashindwa kujibu kwa sababu mimi hakuna kitabu ninachosoma mimi. Wala situmii kitabu chochote. Ila nimesoma kwa mwalimu Shaif Teacher. Na katika hii kazi unavyofanya labda ina changamoto sana au nyepesi sana, ama ina tabu gani, ambapo sababu tunaona kundi la vijana wengi wanafanya na baadhi wengine wako sawa, wengine matapeli, hapo tunashindwa kufahamu. Je, ni rahisi, ni ngumu, ni nini kwa wewe kama wewe unavyofanya hii kazi na unafanya kazi na watu wengi, unaona situation zilivyo? Je, ni ngumu sana au rahisi sana au ni aina gani? Hii kazi bwana, hakuna kazi rahisi wala hakuna kazi ngumu. Ila wewe mwenyewe sasa au muhusika ndio ataifanya ile kazi ionekane ngumu au ionekane nyepesi. Sawa? Kwa sababu mimi naweza kuna muda nikasema kazi hii ni ngumu sana, lakini pia kuna muda naweza kusema kazi ni ya kawaida kwa sababu unafanya na jambo linakuwa. Ndio. Ila hakuna jambo linakosa changamoto, mitihani, misukosuko. Jambo lote lazima lipo hivyo. Kwa hiyo siwezi kuweka asilimia la ugumu kwa sababu ukisema ugumu basi itakopo haiwezekani. Jambo gumu maana haliwezekani. Mimi nafanya na naweza na inawezekana. Ndio maana nafanya na nafundisha. Kama unaona kuna vijana wangu wale wametoka Kenya, wengine hapa Dar es Salaam,
wengine wametoka mikoani, nipo nao hapa naishi nafundisha. Kwa sababu umeona kitu kipo kwangu nafundisha, na kama hivyo kwenye mitandao kama hivyo TikTok, YouTube, naendelea na madarasa nafundisha. Kwa hiyo na maana naweza nikasema ni kawaida, ila ikiwa jambo hili la kwako lipo kwenye asili yako au lipo kwenye njia zako. Lakini ukilazimisha kitu ambacho sio cha kwako, lazima kitu kitakuwa kigumu. Na wewe na mwalimu wako mpoje mpaka hivi sasa? Ni mwalimu ambaye amekufundisha kwa uzuri? Ni mwalimu ambaye amekupa mwongozo mzuri? Au ni mwalimu ambaye baada ya kusoma labda mmetarafikiana, mnagombana, au ni mpo katika njia gani wewe na mwalimu wako? Kwanza fahamu hapo pia. Mimi na mwalimu wangu bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu, tupo pamoja sana, tupo karibu sana. Mpaka leo hii mimi bado mwanafunzi wake na bado nasoma kwake na bado nashirikiana naye. Tupo vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwalimu wangu chef teacher, nikimhitaji nampata, akinihitaji ananipata. Kwa hiyo tupo vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, ananifundisha, kanifundisha kwa roho safi na kwa roho moja. Ndio maana nimefikia hapa. Haya mambo yote yananifikia mimi sasa hivi, nafundisha na mimi na tibia, najulikana. Yeye ndio msingi au ndio njia, yeye ndio alinitengenezea njia. Sasa aliniambia, wewe bwana, hii elimu ipo kwako. Hii elimu wewe inakufaa, ukijifunza utaielewa. Lakini alinifundisha. Hakunipa maneno tupu ya kunifariji, lakini alinifungulia moyo wake, alifungua nafsi. Hii elimu ni kubwa, wanazuoni wengi wanayo. Sawa. Ila wanaificha sana. Wengine wanaisema shiriki, wengine wanasema hivi, lakini wapo wachache wanaojua thamani yake, wanajua umuhimu wake. Kwa hiyo kidogo hapa ukiingia kwenye masuala dini, elimu italeta mtihani, lakini wanaelewa vizuri, wanajua elimu hii haina shaka wala haina shida yote. Ila kila jambo kuna matumizi. Hata jambo zuri ukitumia vibaya na kwa jambo baya. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo elimu ni nzuri, ipo kwa ajili, ni tiba kwa ajili ya kuwatibia watu, ni njia kwa ajili ya kuongoza watu, ni msaada kwa ajili ya kusaidia watu. Hii elimu kwa experience yako na experience ya elimu yako ilivyo, na